kwa dakika kama 5 au 6 zinatosha. Maana ukisoma neno la Mungu hapo mwanzo, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ambaye ndio huyu Yesu, ila kila anayemwamini asipotee awe na uzima milele. Kwa maana leo tuko mahali hapa, tunazo habari njema. Tuna habari njema, tunazo hizi habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bila kupoteza muda tukasome neno la Mungu, Warumi 1 mstari wa 16. Karibu mtumishi wa Mungu. Warumi 1 mstari wa 16. Kitabu cha Warumi sura ya 1 fungu la 16. Biblia inasema hivi: kwa maana sionei haya Injili, ndio, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, ndio, kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza, ndio, na kwa Myunani pia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Unajua Injili ni habari njema. Popote pale ambapo Injili inahubiriwa, maana yake wokovu ndipo ulipo. Popote unaposikia habari za Yesu, hapo ndipo pana wokovu. Popote unaposikia habari za huyu Yesu, hapo ndio pana uwezo wa kushinda dhambi. Hapo ndio pana uwezo wa kushinda yale mauti, maana yake kushinda dhambi. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ukiingiza dhambi kwenye kitu chochote, hata kwenye ndoa, ukianza kuingiza dhambi kwenye ndoa yako, maana yake ile ndoa inaanza kudai mauti, inaanza kudai ndoa ife, isiwepo ndoa tena. Kwa ndio maana hata leo tuko mahali hapa tunaeleza habari za huyu Yesu aliyeleta wokovu, aliyeleta wokovu, aliyeleta wokovu. Maana yake wokovu ni uzima, ni uzima. Neno wokovu kwa tafsiri ya Kiswahili, ingawa na watu wanazama kwenye maji, kwenye bahari, wanakufa, maana yake wanateketea. Anatokea mtu mmoja ambaye ni bingwa wa kuogelea, ambaye anajua kuogelea, anazama, anakuja kwa ajili ya kuokoa watu wale. Hawana cha kushika, ingawa na sisi wanadamu tulipotenda dhambi tulikuwa hatuna cha kushika. Maana yake mwanadamu alikuwa anafuata sheria, lakini zile sheria hakuziweza hata mara moja. Ndio maana Yesu akaja duniani akaleta wokovu. Ni kweli Yesu alikuta dini ya Wayahudi ipo, na akaingia msikitini kama kawaida, akaingia kwenye masinagogi kama kawaida. Tafsiri yake ndio msikiti ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoingia kwenye sinagogi, akaanza habari njema, akaanza habari njema, akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema, amenituma niwafungue waliofungwa, amenituma. Yesu huyo sasa anaanza kufanya kazi. Wale Mafarisayo, Masadukayo wakasema huyu mtu mbona anahubiri kama mtu fulani hivi, mbona anahubiri kama sisi, huyu ametoka wapi? Ndio sisi tuko mahali hapa leo tunamwakilisha huyu Yesu. Huyu Yesu huyu ana uwezo wa kukutoa kwenye dhambi. Najua mwanadamu huwa anahangaika sana, anatafuta namna gani anaweza kaacha dhambi. Yaani huwa watu wengi wanasema mimi Bwana ninashindwa kuacha pombe, mimi Bwana uzinzi nashindwa, mimi Bwana nachua kuongea uongo siwezi. Yaani huwa mwanadamu, hiyo ni kawaida mwanadamu. Bila Yesu hauwezi, kwa ujanja wako hauwezi, bila Yesu hauwezi. Ninakwambia leo utaweza bila Yesu. Lazima umwamini Yesu, lazima umwamini Yesu ili uweze kuishinda dhambi. Yaani dhambi watu wanafikiria ni kitu cha kawaida. Dhambi iko juu, dhambi iko juu ya sheria. Ndio maana ukiwa unafuata sheria lakini dhambi inakukamata. Ndio maana Yesu alikuja akaleta neema, maana neema iko juu ya sheria. Maana neema, sheria iko, yani neema iko juu, sheria iko chini. Mtu mwenye neema haongozwi na sheria. Yani neema iko juu ya sheria. Ni sawa na rais. Rais anapokuwa anaongoza nchi, kwa muda ule anatembelea neema. Sheria zote hazitaki kufanya kazi kwake. Haitakiwa shtakiwe mpaka atoke kwenye urais. Maana tembelea neema, hata alipopiga ngwara anaondoka, maana yeye ni neema. Lakini akimaliza uongozi atashtakiwa kwa sababu ile neema imeshaondoka. Kwa hata leo tunakuletea neema, neema ya wokovu. Kumwamini Yesu, yani sileti dini, yani kumwamini Yesu sio kwamba kuwa Mkristo. Yani wewe unaweza kuwa na dini yako hiyo hiyo, lakini ukamwamini Yesu. Ukamwamini Yesu, mwamini Yesu kivipi? Unajua Yesu alipokuja duniani alisema amini amini nawaambieni, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amina. Kuzaliwa kwa mwili ni mwili. Automatically mtoto anazaliwa na dhambi. Sio watu wengi wao waelewe.
Yaani mtoto akizaliwa ana asili ya dhambi fulani. Ndio maana unaona katoto ni kadogo lakini kana asili fulani. Yaani ukaelewe, yaani asili ile ni asili ya dhambi, japo kutenganisha mema na mabaya, lakini asili ya uovu anayo ndani automatically. Kwa hivyo Yesu sasa alipokuja akawaambia lazima watu wamwamini, lazima wamwamini huyu Yesu, lazima wamwamini huyu Yesu. Maana yeye alileta wokovu, wengine walileta imani, wengine wakaleta dini. Yesu akaleta wokovu. Musa alileta sheria, wako walioleta dini, lakini Yesu alileta wokovu. Kwa hiyo nikikwambia habari za Yesu, nakwambia kwamba huyu yeye alileta wokovu duniani, maana yake alikuja kuchomoa. Ndio maana unaona Yesu ukisoma falsafa zake, alikaa na makahaba, alikaa na watoza ushuru, alikaa na watu wenye dhambi fulani hivi. Ndio maana wakasema huyu mtu mbona hatumwelewi, anakaa na wenye dhambi. Akasema mwenye haki hahitaji tabibu, yani mtu ambaye ana afya hahitaji tabibu. Akasema sikuja kwa wema, nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hata sisi tuko mahali hapa leo, tupo kwa ajili ya wewe ambaye unakunywa pombe mpaka unatamani uache, lakini umeshindwa. Umetumia dawa za kila namna hujaweza. Wewe ambao unatamani kuacha uzinzi lakini umeshindwa. Wewe ambao unawaingia watu usiku unatamani na uwe mhubiri kama mimi lakini umeshindwa. Wewe ambao unahangaika kwa waganga usiku na mchana lakini umeshindwa. Leo tunakuletea habari za huyu Yesu wa Nazareti. Huyu Yesu kimwamini, huyu Yesu kimwamini, huyu Yesu kimwamini, na kuhakikishia wewe unakuwa mwingine. Ndio maana unaona wakina Petro walikuwa ni wavuvi, baada ya kumwamini Yesu unawasikia wanakuwa watumishi. Hawakuvua tena, walifanya utumishi mkubwa, walihubiri mpaka kufikia stage kimburi chao tu, wagonjwa wakilala wanapona. Walifanya ishara nyingi na miujiza mingi kwa sababu walimwamini huyu Yesu. Hata wewe leo niko hapa kumwamini huyu Yesu. Sikatai imani ya mtu, sikatai dini ya mtu. Je, dini yako hiyo inamhamasisha Yesu nimweka kitu gani? Kwa sababu wokovu ndio kitu cha muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu inatakiwa aokoke, inatakiwa aokoke hasa asili yake, maana yake kutoka gizani uje nuruni, maana kutoka gizani uje nuruni. Sasa watu wengi huwa wanahangaika sana, na ndio maana kipindi cha Musa zilikuwepo sheria, na kama sheria ingekuwa ina nguvu basi Yesu asingekuja. Maana ilikuwepo sheria, watu walikuwa wanatumia sheria, lakini sheria inahitaji ushahidi ambao ni mkubwa sana. Kipindi hicho ulikuwa ukimshika mwanamke mzinifu anapigwa mawe mpaka anakufa. Sasa ushahidi wa kumshika mwanamke mzinifu yani lazima ni ngumu. Kwa sasa hivi huwezi kumshika, yani kutumia ile sheria huwezi kumshika, maana ilitakiwa uwe unashuhudia, yani unaona kwa macho yako, unashuhudia yani direct kinachofanyika. Si kwamba waliingia ndani kama wanaomba, si kwamba waliingia kama wanafanya biashara, yani usione ikaonekana sheria ni ngumu. Hakuna anayeweza hapa mmoja duniani. Ikaja neema, ambao neema hii ameileta huyu Yesu, ambaye leo nakuletea habari zake, na kuletea habari za huyu Yesu, na kuletea habari za huyu Yesu bila kupoteza muda. Kumwamini Mungu, anajiuliza kumwamini Yesu ni kufanyaje? Kuna mmoja anajiuliza hapa, anasema kumwamini Yesu ni kufanyaje? Unajua mimi nilikuwa ni mzee wa disco sana, muziki sana, nilikutana na wahubiri wa Injili kama mimi nilikuwa na uhuru. Nilikuwa na watu yake kwamba hawa na njaa, hawa wetu. Unajua kwa hivi hata kipindi cha Mungu alipokuwa anaeleza sana, ilifika stage ya kwa wanamuelewa sema huyu mzee. Kuna wengine hapa hatuelewi, wanafikiri hawatuelewi tunapohubiri Injili. Hawatuelewi kwa sababu wanahisi hasina kazi, lakini tunao habari njema. Ukimwamini huyu Yesu, ukimwamini huyu Yesu, ukimwamini huyu Yesu, ukiamini huyu Yesu, ukiamini leo huyu Yesu, ukimwamini na kuhakikishia dhambi hiyo utaiacha. Amina. Na kuhakikishia ulevi utaacha. Amina. Na kuhakikishia